huwezi kujua kiroho. Bwana sana. Akili yako ndio inayokuambia nilivyokuwa juzi si ndivyo nilivyo leo. Ama nimesonga mbele, ama nimesimama, ama nimerudi nyuma. Kwa hiyo unaweza kutambua uwezo wangu haupo. Lakini Mungu kazi yake ni kuwapa watu ambao uwezo ndani yao umeisha. Vijana wataanguka, si nani wataanguka, lakini wote wanaomngoja Bwana, haijalishi wazee, haijalishi vikongwe, haijalishi ni vijana au mabinti, kwa kuwa wanamngoja Bwana, ndani yao hawatazimia. Haleluya. Wala hawatachoka. Kuna watu walikuwa wanaomba mpaka wananena. Mtu akianza kuomba wewe unatamani waache kwanza maombi yako unamsikiliza, si ndio? Kwanza aliyapanga tu yale maombi, maneno yenyewe. Niwahi kutana na mtu mmoja, mtumishi wa Mungu mmoja, aliwahi kuniombea wakati nasimama zabauni mpaka nikapoteza network. Yaani kwamba nilikuwa nimepanga nini vikapotea vyote. Yaani aliomba, alianza na mimi chini, alinipandisha, alafu akanipeleka kwenye kiti cha enzi, alafu akaanza kumwambia Mungu namna gani asimame na mimi wakati huo. Hayo maombi ilikuwa ni mara ya kwanza kuyasikia. Yaani akanieleza, akanifafanua mpaka nilipokuwa nimefunika macho hivi nikawa napotea hivi. Aliposema amen, watu wakaangalia huyu jamaa sasa kinachofuata ni hatari. Maombi tu. Ningesema jamani basi tusimame tumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini baadaye nikaambiwa ule uwezo kutoka. Usiishi kwenye mazoea. Usipende kutembea kwenye njia za mazoea. Na ukitembea kwenye mazoea, yani wewe kiroho kimwili huwezi kufanikiwa. Kwa sababu hujui kujipambanua, hakuna kinachokuhukumu, hakuna kinachokushuhudia kwamba sasa hivi hapa umeshuka. Asubuhi nikasema kama mwanamke hata kijiko cha kulia wali hakipo, lakini unasema unaomba unipe gari, je, inawezekana? Hapo kuna vitu ambavyo tunaongea. Nikasema jamani, moja ongeza moja, mkasema ni ngapi? Nikasema huku ni kukalili, yani hakuna shida. Lakini mwanafunzi wewe ukimwambia moja ongeza moja anapata sifuri. Tunaweza tukakalili mambo ya Mungu, tukayasema, tukayaongea, lakini unapokuja kwenye utendaji tunabaki sifuri. Kwa nini? Uwezo ule wa kuyafanya haupo. Ule uwezo umepungua. Ndio maana nikasema watu wa Mungu hatujiulizi. Kila siku tunaingia darasani, kanisani, moja ongeza moja wote tunapata mbili. Tunapokwenda kwenye maisha tunajikuta tuko pale pale. Wapagani wanaenda kwa shetani, shetani akiwaambia moja ongeza moja wanasema mbili. Wakienda kule wamepata mbili, wamejenga manyumba, wamenunua magari, wana biashara nzuri. Lakini tuliookoka tunaona neno la Mungu hili kama linavyosema ni kama linadanganya. Lakini nini tumepoteza? Kutumia akili, uwezo ule wa kuyatenda yale ambayo tunayafikiri haupo. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja alisema natamani nikahubiri. Alimwambia mchungaji wake. Alikuwa anaona mchungaji anapohubiri, akienda huko anarudi anasema na mimi natamani nikahubiri. Mchungaji akamnyima, akaongea na baadhi ya mchungaji anayemfahamu rafiki yake. Bwana na kijana wangu natamani aje akusalimie hapa.